Haya, amka mwanangu, amka nenda. Vipi lakini hali unajisikiaje? Bado. Pole. Umedawa sasa hivi nimekuletea. Mpaka akija tutajua cha kufanya tena. Haya, kuna dawa mtia. Taratibu sasa ndio usije tena ukazirudisha hivyo. Naomba pumzike sasa kidogo. Pumzika kidogo nikakuandalia chakula, sawa? Sasa unaenda wapi tena? Jitahidi pumzike, yaani usitoke hapa, niende nikakuandalia kwanza chakula. Pole. Sogea kidogo. Ndio na usideke sasa hivyo. Sawa, najua unaumwa binti yangu, ila sasa ndio tulie. Ngoja nikakuandalia chakula, sawa? Utulie huko. Na kufungia ubaki hapa kwa nakuja. Halo mnao. Habari. Ni salama tu za kazi. Kwema. Ndio. Naambia tu mama watoto. Ni safi tu mume wangu. Nimekupigia simu hapa. Binti yetu leo ameamka na homa sana. Anaumwa maana sio kaida yake kutoamka asubuhi. Nimejaribu kwenda kumwangalia chumbani. Nimemkuta na hali ambayo ni ya homa, kachemka sana. Kwa nimetoka naye nikaenda hapo kwenye kidispensary cha hapa pembeni hapa. Nikaenda nikawaelezea, wakasema wamcheki malaria, UTI na typhoid. Lakini hakijagundulika chochote kwa sababu hana malaria, hana UTI wala typhoid. Wala shida ni nini? Kiukweli shida haijajulikana. Kwa hiyo baada ya hapo wamejaribu tu kutupa dawa za maumivu. Sema labda tu ni kuchemka hali ya hewa labda. Huyu atakuwa na mawazo ya shida ile ya kutoka kwa mume wake. Na mimi mwenyewe nahisi kitu tu hali ya kawaida mtoto hizo dawa tuangalie tofauti. Tayari nimeshampatia dawa na nimemwacha amepumzika. Basi hamna shida. Haya, nataka tu nikujulishe tu hivyo. Haya, asante, kazi njema. Nisikilize mwanangu, nisikilize. Mimi tena mama. Narudi tena hali. Lecho, niangalia kwanza, niangalia mama. Lecho. Tulia kwanza mwana. Lala. Lala kidogo. Lala kidogo. Tulia kwanza binti yangu. Lala. Lala kidogo kwanza, sawa mama? Pole.
wangu. Balecho wako wapi? Yaani ninapokuambia hapa nyumbani. Lecho tena hali imebadilika. Yaani nimekuja kumwangalia tena asubuhi, yaani hali imebadilika kawa kichaa sio kichaa. Yaani hata sielewi anafanyaje hapa Balecho mimi. Basi mimi nafika mwisho mrefu. Nakuja. Naomba jitahidi sana Balecho. Wewe unisaidie mume wangu. Sielewi nini nifanye mimi jamani. Nakuja niko njiani. Haya. Tulia hivyo baba anakuja sawa mama. Umesikia mama? Haya tulia binti. Tulia hivyo. Mkwelema. Nakuomba nyumbani mara moja mwanangu. Kuna shida ya muhimu sana baba wai. Haya kijana wangu, nakutegemea mwanangu. Jamani binti yangu. Lecho. Mgoje mama. Tulia hivyo binti yangu sawa. Tulia baba anakuja tukupeleke kwenye matibabu. Eti mwanangu. Lala hivyo tu mwanangu tulia. Tulia binti yangu utanifanya niwe kichaa mingi. Tulia sawa mama. Yeah. Yani kama ni mapenzi hayana maana, ni kudanganyana na kuongopeana tu, watu wafanya uovu. Ni kudanganyana na kuongopeana tu, kwa mini mambo ya giza kichwani yamemtawala, kamtenda mkewe kisa mganga. Kwa mini mambo ya giza kilini yamemtawala, kulala na mwanae kisa mganga. Ambiliki ashikiki kawaita watu hadi msukule jithadhiki. Ambiliki. Angalia mke wako mwanangu, mwangalie mali yake aliona. Mimi nimechosha kabisa, nilishangaa sielewi hata nini nifanye baba. Unaweza kanisaidia hapo mwanangu. Lecho mwanangu. Yaani hali ndio kama hiyo umeiona. Mimi nimemtatanisha mpaka imebidi nikutafute wewe mkulima uje uangalie na wewe baba. Umempeleka hospitali la nini? Mkulima ameanza tu homa ya kawaida jana. Jana ameanza homa ya kawaida. Nimempeleka hospitali, kapimwa malaria. Amepimwa typhoid na UTI. Wamesema hana. Wamenipa dawa tu za kutuliza maumivu, nimefika nikampa. Amelala tu vizuri. Asubuhi kachelewa kuamka, nikasema nije nimuone, namkuta na hali kama hii mwanangu. Nafanyaje mimi mama? Baba, nakuomba mkulima wangu. Yaani wewe ndo mtu pekee wa kunipa msaada zidi ya mtoto wangu. Nakuomba baba, maana toka umemleta hapa nyumbani amekuja akiwa na hali nzuri, lakini angalia hali alionayo mke wako. Nakuomba mwanangu, pengine labda kuna makosa makubwa amekukosea binti yangu. Umeamua hata kumfanyia vyovyote. Nakuomba kama umehusika, naomba umsaidie binti yangu. Nisaidie kwa gharama yoyote ile mwanangu, nitatoa mimi. Niko tayari baba, mradi tu mwanangu apone baba. Nakuomba mwanangu. Kama mwanangu. Nakuomba baba. Sasa mama, ukisema kwamba mimi nimehusika unakuwa unakosea. Mimi nilimleta akiwa mzima. Hii hali imetokea yuko huko. Sasa cha kufanya sasa, tufanye kitu kimoja. Mimi nitatoa gharama zangu zote. Tumpeleke kwa mganga. Kama umepeleka hospitalini umeambiwa hana chochote na hii hali sio nzuri, tumpeleke kwa mganga. Mwanangu. Niko tayari kwa chochote baba. Niko tayari, mradi tu mwanangu apone mwanangu. Nakuomba nisaidie tu baba. Msaada uko kwako mwanangu. Ndio maana nimekwambia
Tafuta tu mtaalamu yoyote unayemfahamu wewe. Mimi nitagalamikia vyote ili tujue tatizo ni nini. Kama hospitali ndio maambiwa hivyo, tumpeleke huko. Sawa baba. Mimi nakusikiliza mwanangu. Popote pale unapotaka. Hata sasa hivi mwanangu twende tu. Twende baba twende. Basi sawa. Kwa mini mambo ya giza kichwani yamemtawala, kamtenda mkewe kisa mganga. Kwa mini mambo ya giza kilini yamemtawala. Mume wangu, hali ya Lecho ni mbaya sana huko chumbani. Na ndio maana nimewaza nikaona nimpigie simu mume wake aje tusaidiane. Na yeye amenipa ushauri kwamba tuende kwa mganga wa kienyeji. Kwa mganga? Hivi wewe haujui kama huyo mume wake ndio chanzo cha matatizo ya Lecho? Na imekuwaje wewe mama kumpigia simu huyu mkulima wako kabla mimi hatujashauriana? Hivi ni dharau gani za namna hiyo? Alafu wewe, ninasema hivi, kuanzia sasa hivi naomba uondoke. Mzee, punguza hasira. Kwanza shikamoo. Hakuna cha shikamoo hapa kwangu. Nasema hivi, naomba uondoke. Na kuanzia leo hapa kwangu sikanyage. Alafu wewe mama, hivi kumbe unanidharau kiasi hiki kweli mama? Unanidharau kiasi hiki kweli? Unaweza kuchukua maamuzi ya kujipangia tu wewe kama wewe, wakati unajua ni shida gani ambayo ilileta hapa kwetu. Kuanzia sasa hivi nitachukua maamuzi, umfuate mkulima wako. Mume wangu nakuomba. Nitachukua maamuzi, umfuate mume wako. Nafanya kwa ajili ya kumsaidia binti yangu lakini na kuanzia hivi leo usinieleze matatizo ya binti yako. Kuanzia hivi inawezekana wewe na mkulima mtakuwa mnafahamu chanzo cha kuugua mwanangu huyu. Mimi nitafanyaje mwanangu Lecho? Mwanangu Lecho jamani nataka msaidie kila msaada nitafuta mshirika. Yani kama ni mapenzi hayana maana, ni kudanganyana na kuongopeana tu. Watu wafanya uovu, ni kudanganyana na kuongopeana tu. Kwa mini mambo ya giza kichwani yamemtawala, kamtenda mkewe kisa mganga. Kwa mini mambo ya giza kilini yamemtawala, kulala na mwanae kisa mganga. Amiliki ashikiki watu hadi msukule itabiki ambiliki ashikiki. Lecho mama. Lecho. Huyu mtoto jana ametapika baada ya kula tu. Leo tena hapa ametapika. Atakuwa sawa kweli huyu? Hapana. Au mawazo yangu. Wewe Lecho. Mtoto na nini wewe? Jana umekula chakula umetapika na leo tena unatapika hapo. Una shida gani sasa? Una hata dalili za homa wewe. Wewe Lecho, hebu niangalie kwanza. Una tena dalili za homa wewe, baridi kabisa wewe. Lecho. Niangalie kwanza. Mfumbue macho. Niangalie. Tulia kwanza. Tulia. Tulia kwanza mwanangu. Tulia baba. Tulia. Lecho. Lecho. Ni yako.
kweli. Haiwezekani. Utakuwa nimefikiria vibaya. Twende na. Taratibu. Twende. Baba ujambo? Jambo, shikamoo mama. Marahaba mwanangu, za masiku? Salama, vipi huko? Huko ni salama lakini si sana. Bado hali yake. Mwanangu nilikuwa naomba kama inawezekana unaweza kaja nyumbani mara moja. Nyumbani? Ndiyo baba. Hapana, nyumbani siwezi kuja. Kama mama sikuje baba nilikuja. Ninafahamu kijana wangu, nafahamu kilichokukuta hapa lakini yani ndio maana nitaka tu uje mwanangu, kuna shida kidogo nataka tuzungumze hapa mwanangu. Sasa mama? Ndiyo baba. Ili ningeomba tukutane sehemu tofauti na nyumbani hapa. Aha. Hamna shida mwanangu. Nakuja sasa hivi eti. Haya baba. Haya. Nikudanganyana na kuongopeana tu, watu wafanya uovu. Yani kama ni mapenzi hayana maana. Nikudanganyana na kuongopeana tu, watu wafanya uovu. Nikudanganyana na kuongopeana tu, kwa minimum ya giza kichwani yamemtawala, kamtenda mkewe kisa mganga.